naye sio mwingine bali ni Reverend J.O. Anapokuja tuweke mikono yetu pamoja, tushangilie Bwana anapokuja kunena nasi. Karibu sana. Karibu sana. Amen. Tukiwa tungali tumesimama, ningependa tuinue mikono yetu tu mara nyingine, tumwambie Bwana asante kwa nafasi hii. I want us to lift up our hands and thank God. Umetujalia Bwana kutuleta katika hekalu, to come to the temple, ili Bwana tupate nafasi na fursa ya kukuabudu, to get an opportunity to worship you. Mwadhimishe tu Bwana katika moyo, mwadhimishe tu Bwana, exalt him in your heart. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. In the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Just lift up your voice. Tell God, thank you for this opportunity. Thank you, Jesus, for bringing us, oh God, unto thy presence. We bless your name and honor you, Jesus. Thank you, Lord. Give you the praise, glory, and honor. For your faithfulness, Jesus. Amen. We glorify. Amen. Nitaomba kama una Biblia yako, tutasoma andiko kisha tutapata viti zetu. We will read a scripture and have our seats thereafter. I want to read from the book of Revelation chapter number 3. Nataka kusoma Ufunuo mlango wa 3. Verse 1. Mstari ni wa kwanza. And we will be dealing up to verse number 6. Tutasoma mpaka mstari wa 6. King James Version, the Bible tells us. Mfalme wa Yakobo, Biblia inasema, and unto the angel of the church in Sardis write. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Chapter 3. Chapter 3. Sorry. Chapter 3 verse 1. Yeah, verse 1. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. The seven spirits of God. Haya ndiyo anenayo yeye aliyo na hizo roho 7 za Mungu. And the 7 stars. Na zile nyota 7. I know thy works. Na yajua matendo yako. That thou hast a name, that thou livest and art dead. Ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Be watchful and strengthen the things which remain. Uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia. That are ready to die. Yaliyotaka kufa. For I have not found thy works perfect before. Maana siku yaona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. Basi kumbuka jinsi ulivyoipokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Walakini usipokesha nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Thou hast a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami. He that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. And the last verse, and not least, verse 6. Mstari wa mwisho. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Yeye aliyo na sikio na alisikie neno hilo ambalo Roho ayaambia makanisa. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you that one more time you have given us an opportunity to stand before thy presence. With a very humble spirit, God of heaven, I beseech you,
Allow the move of the Spirit in the service. Minister unto our needs in our hearts. You are a God who sees in secret, that every need in this sanctuary, God, shall be met according to your will. I pray for the divine anointing and the touch of the Holy Spirit, that even to my hearers, God, that let the word of God find room in their hearts. For we bless you and honor you, because the enemy is defeated. The attacks of the devil is defeated. In Jesus' name. In the name of Jesus, that the Spirit of God shall move and deliver, set free those that are bound, and heal the sick in the name of Jesus. Receive all the praise, receive all the glory, and it is in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 We may take our blessed seats in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Praise God. Ninaomba tuwe makini kidogo. I beseech us to be attentive. Na nataka kukuahidi ukidosi nitakuamsha. I want to promise you, if you try and slumber, I will wake you up. So usinishike makosa. Don't get wrong. I'm a watchman. Mimi ni bawabu. And I am obligated to make sure that you hear God speak to us. Niko na jukumu la kuhakikisha unasikiza yale asemavyo Bwana. And to thank God for this great opportunity that he has granted to all of us today in his house. Ningalipenda kumshukuru Mungu kwa fursa aliyotupa kukusanyika hekaluni. It is not by power or might, sio kwa nguvu wala uwezo, but by the Spirit of the Lord, lakini ni kwa Roho wa Mungu, that you and I have had an opportunity to come before his presence. Wewe na mimi tumekuwa na fursa ya kuingia katika uwepo wake. And I want to thank God. Napenda kumshukuru Mungu. Today there are a couple of programs that are running in this church. Leo kuna aina kadha ya maneno yanayofanyika kanisani humu. We have one team that has gone to Kiambu. Tuna kikundi moja kimeenda Kiambu to preach the word of God and encourage our church to avail themselves through the week. Kuhubiri na kuweza kuatia moyo kanisa kuweza kupatikana wiki mzima. Because from Friday we will be camped in Kiambu. Kuanzia Ijumaa tutakuwa pale Kiambu. And we know the enemy is not asleep, he's fighting God's work. Twajua adui hajalala, anapiga kazi ya Mungu. So we are going to try and seal all the loopholes. Tutajaribu kuyaziba mianya yote. The other group, Malachi Kids Club, is gone to Riruta. Kikundi kingine cha watoto wa Malachi wameenda Riruta. Together with Pastor Brian and Teacher Viola. Pamoja na mchungaji Brian na mwalimu Viola. And my daughter was left to take care of the few kids that remained behind. Na binti yangu Atila akasalia kubakia wale watoto wachache waliobaki. They have Sunday school Sunday in Riruta today. Wako na Jumapili ya watoto wa chekechea leo pale Riruta. The pastor requested that the children from this church would go and gather together. Na mchungaji wa Riruta akaomba wanafunzi au watoto wa chekechea kuenda kukusanyika. I am sure pastor must have announced last Sunday to us, just to be aware. Nina uhakika mchungaji alitangaza Jumapili iliyopita ili tuwe na habari. We found our own way to finance their transport to Riruta. Tuliweza kupata njia kama kanisa kuweza kupata watakavyofika Riruta. And I know they are going to be blessed. Najua watabarikiwa. They will be served with lunch, so if you are a parent, please don't worry. Watapewa chakula cha mchana. They are in safe hands. Wako kwa mikono mizuri. They will be dropped here around 2:33 there. Watarudishwa hapa saa 8:30. My wife, Reverend Max Miller, is not with us today. Mke wangu Kasisi Max Miller hayupo nasi leo. She had traveled to see our mother. Alikuwa ameenda nyumbani kumshughulikia mama mzazi. She has not been well, but we continue to pray for her health. Ambaye hajakuwa sawa, lakini tunaomba Mungu akaguse afya yake. When I was just leaving to come to church, she was arriving home. Nilipokuwa naondoka kuja kanisani, yeye alikuwa anaingia. And for sure I am aware that she is just but human. Najua yeye ni mwanadamu.
And she had to take a rest. Alikuwa apumzike. So she's well. Ako sawa. Amen. Amen. And I'm sure last Sunday she also told you I was well. Jumapili iliyopita najua pia aliwaambia niko sawa. Sometimes it is important to take a break. Wakati mwingine ni muhimu kupumzika tu. This work is not as easy as we may think. Kazi hii ya Mungu sio rahisi jinsi tunavyofikiria. So far we have visited 19 families in this church. Kufikia sasa tumeweza kuenda kwa jamii 19 kwa kanisa hili. And I'm looking forward to visit the 20th and 21st on Tuesday. Natizamia kuenda kwa nyumba 20 na 21 Alhamisi. Don't take this pastoral visitation for granted. Usichukulie kutembelewa huku kwa mchungaji kwa mzaha. Many churches do not have that opportunity. Makanisa mengi hayana fursa kama hii. I know it is a serious labor. Najua ni kazi iliyo ngumu. It needs a bigger heart. Inahitaji moyo mkuu. It needs much more of the anointing than the words. Inahitaji upako zaidi ya maneno. To be able to reach out to many souls. Kufikia nafsi mingi. And I'm sure the church of God is going to be awakened afresh. Najua kanisa la Bwana Yesu litaweza kufufuliwa ama kuchibuliwa upya tena. So as Pastor Sulfano has clearly alluded to, jinsi mchungaji Msulfano ametueleza, there are many of us that have not visited. Kuna wengi ambao sijatembelea. And we have good biblical reasons why we need to visit you. Tuna sababu za kutosha za kimaandiko kwa nini tuwatembelee. Amen. Amina. And just to clear any doubt, kuweza tukufuta shaka yoyote, we are not so much interested in food or drinks. Hatuhusiki mno na vinywa na vyakula. But we are really interested in praying together with you. Tunahusika mno kuomba pamoja nawe. So let not food or drinks become a hindrance. Wacha vyakula na vinywaji visiwe kizuizi. Many people in the Bible, watu wengi katika maandiko, were blessed when they welcomed a priest in their homes. Waliona baraka walipomkaribisha kuhani katika nyumba zao. Whenever they welcomed a prophet in the houses, kila wakati walipomkaribisha nabii katika nyumba yao, God opened a new chapter in their lives. Mungu aliweza kufungua kurasa mpya maishani mwao. Today when I was coming to the church, leo nilipokuwa ninakuja kanisani, I felt a bit of heaviness in my spirit. Nalihisi uzito fulani moyoni mwangu. Because indeed the work is huge. Kwa sababu kwa kweli kazi hii ni kuu. And we need men and women who can come alive to the fact that this is a big work. Tunahitaji wazee na wamama ambao wanaweza kuwa na hekima ya kwamba kazi hii ni mkubwa mno. And it requires men and women who will avail themselves. Inahitaji wazee na wake na waume watakaojitoa na kupatikana. That we can be able to push up to the level that God will require us to reach. Tuweze kusukuma mpaka mahali Mungu atatukubalia kufika. And when I arrived here, nilipofika hapa, somehow the situation was an evidence enough of what the Lord had put in my spirit. Hali ilivyokuwa kanisani ilithibitisha yale Mungu aliweka nafsini mwangu. And I was going to preach today. We had men that were ready to preach from these holy altars. Sikuwa nihubiri leo, lakini watumishi walikuwepo wa kuhubiri kwa madhabahu haya. And there is something that I have been wrestling with in my spirit. Kuna kitu ambacho nimekuwa nikimenyana nayo kwa nafsi yangu. For the last many weeks have gone by. Wiki mingi sana zimepita. And this is the passage of scripture that we have just read. Na ni maandiko ambayo tumesoma. And I want to lay a background of this scripture, Revelation chapter number 3. Nataka kuweka msingi wa andiko hili, Ufunuo wa Yohana 3. It talks about the church in Sardis. Inanena kuhusu kanisa la Sardi. But
before then, I want us to understand, how did John reach here in chapter number 3? Lakini kabla hapo nataka tuelewe Yohana alifikaje mlango wa 3. It is important to understand that John was one of the 12 apostles. Ni muhimu kwetu kuelewa ya kwamba Yohana alikuwa mojawapo ya mitume 12. And he was one of the very last apostles that remained living. Alikuwa mojawapo ya mitume waliosalia hai. And the Bible tells us that when Peter had been chopped off his head, Biblia inatuambia Petro alipokatwa kichwa chake, actually he had been crucified, and he pleaded with them and said, "Don't crucify me while my head is looking up." Kwa kweli alikuwa amesulubishwa, lakini akawasihi wasimsulubishe kichwa kikiangalia juu, but rather they had to turn him so that the head could face down. lakini akawaomba kumgeuza kichwa kiangalie chini. It is only then that they went to arrest John the apostle. Ni wakati huo ambapo walienda kumweza kumshika Yohana. And they took him to a solitary place in the island of Patmos. Wakampeleka mahali palipofiche katika Patmos. There were no human beings or residents in that small island. Hapakuwa na watu au wanyama katika Patmos pale. They left him there for dead. Wakamwacha pale ili afe. They knew if the whales will feel his smell, Waliamba wakinusa harufu yake, nyangumi asante, and they will come for him. watakuja kumnyakua. If the whales will not come, the crocodiles will come for him. Kama nyangumi hawatakuja, mamba watakuja. And there are many wild sea animals that would come for John. Na kuna wanyama wabaya zaidi ambao wangemkujia He Yohana. was among the many tormented apostles of Jesus Christ. Ni mojawapo ya mitume walioteswa sana wa Kristo Yesu. The Bible tells us while he was alone on that island of Patmos. Na Biblia inasema alipokuwa peke yake pale Patmos, the Bible tells us that when he went before God on the day of worship, Biblia inasema akaenda mbele za Mungu kwa kuabudu. Bible tells us when he went before God on the day of worship, Biblia inasema alipoenda mbele za Mungu kwa kuabudu, he felt while he was kneeling down, he felt somebody touch his head. Alipokuwa amepiga magoti akahisi mtu amemgusa. And he was so much afraid. Na akaogopa mno. And he cried out and said, "Who is it, Lord?" Akalia na kusema, ni nani Bwana? And the Bible tells us that Jesus began to speak. Na Biblia inasema Yesu akaanza And kuzungumza. he said, "I am Alpha and Omega." Verse number 8, chapter 1 of the book of Revelation. Ufunuo wa Yohana 1:8. Bible says, "I am Alpha and Omega." Mimi ni Alfa na Omega. The beginning and the ending. Mwanzo na mwisho. Says the Lord, which is and which was. Asema Bwana Mungu And aliyekuweko which na is kuwepo. to come. Na atakaye kuja. Hallelujah. Hallelujah. And he began to speak to him. Akaanza kuzungumza naye. And he says in verse number 11, Anasema mstari 11, "What thou seest write in the book." haya uyaonayo yaliyoandikwa Write in the book. katika chuo. And send it unto the 7 churches which are in Asia. Ukayapeleke kwa hayo makanisa 7 Efeso. Unto the church of Ephesus. Kanisa la Efeso. Unto the church of Smyrna. Kanisa la Smirna. Unto the church of Pergamo. Kanisa la Pergamo. Unto the church of Thyatira. Kanisa la And Thiatira. unto the church of Sardis. Na Sardi. And Philadelphia. Na Philadelphia. And Laodicea. Na Laodikia. These are things that John saw when he went before the Lord. Haya ni mambo Yohana aliona alipoenda mbele za Mungu. And the Lord spoke and confirmed to John. Na Bwana akazungumza na kudhibitisha kwa Yohana. I am he who was dead, Akasema mimi niliyekufa, but now I am alive. lakini sasa niko hai. And this message that I give unto you, Na ujumbe huu ninayokupa, I want you to write to the
the 7 churches. Nataka uandikie kanisa 7. That they may be aware, these churches in Asia. Waweze kujua makanisa haya kule Asia. Today, by the grace of God, let's address the church of Sardis. Leo kwa neema ya Mungu acha tuzungumzie kanisa la Sardi. What kind of a church was Sardis? Kanisa la Sardi lilikuwa kanisa la aina gani? Sardis was a early Christian church located in ancient city of Sardis. Sardi ilikuwa kanisa ya kitambo iliyokuwa kwa mji wa Sardi. It was a wealthy capital of the ancient kingdom of Lydia. Ilikuwa mji uliokuwa tajiri kutoka katika nchi ya Lydia. In the modern day today, that was in the country of Turkey. Kwa siku za sasa ni nchi ya Utaki. It was a city known for its rich history. Ni nchi iliyojulikana kwa historia yake tajiri. It is also important for us to note, pia ni muhimu kwetu kuelewa, Sardis was the first place that coins were invented. Sardi ilikuwa mahali pa kwanza pa peni kujulikana. It is a city that began and invented the money in coins. Ni mji ambao uliweza kutambua pesa kwa peni. In the Asian side of the world, katika nchi ya Uhindi, this church of Sardis, kanisa hili la Sardi, was full of investors and business people. lilikuwa limejaa wawekezaji na wanabiashara. This historical background is important. Historia hii ni muhimu Because it falls in tandem with the city of Nairobi. kwa sababu inaweza kujumiama au kulingana na Nairobi. It was an economic hub of Asia. Ilikuwa mji wa pesa wa Asia. Many both rich people and poor lived in the city of Sardis. Watu wengi tajiri na maskini waliishi pale Sardi. It also boasted of being an economic hub of Asia. Pia iliweza kujulikana kuwa nchi iliyokuwa tajiri Asia. The city of Sardis, mji wa Sardi, also boasted as the first place where we had the biggest synagogue. Pia ilijigamba kuwa mahali palipokuwa na sinagogi kuu zaidi. In that Asian continent, katika hiyo nchi ya Asia, Sardis boasted of the largest synagogues or the church. Sardi ilijulikana kuwa na kanisa kubwa ama hekalu. Amongst the bigger synagogue, kati ya sinagogi kubwa, we also had many other churches. Pia tulikuwa na makanisa mengine mengi, where people, Christians, believers, the Jewish believers, ambapo waumini wa Yahudi congregated to worship God. Walikusanyika kumwabudu Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. This city, Sardis, mji huu wa Sardi, in order to preserve their religious background, ili kuweze kuilinda ile historia yao ya kiroho, they continued to pretend to be spiritual. Waliendelea kujifanya kuwa wa kiroho, in order to retain their spiritual status, ili waweze kumiliki hali hao au kiwango chao cha kiroho. Even if they were down spiritually, hata kama walikuwa chini kiroho, they camouflaged themselves to appear spiritual. Walijifanya kuonekana wakiwa kiroho. And this forced Jesus to send John to write unto them this letter. Ikamlazimu Mungu kumtuma Yohana kuandika barua hii. Allow me also to say, nikubalie pia kusema, on the outside, kwa nje, the church of Sardis appeared to be spiritual. Kanisa la Sardi lilionekana kuwa kiroho. While internally, na kiundani, there was a lot of carnalism. Kulikuwa na kimwili au umwili wingi sana. They could sing spiritual. Wangeimba kiroho. They could teach the word of God spiritual. Wangefunza neno la Mungu kiroho. They could dress spiritual manner. Wangevalia kiroho. Their behaviors in the place of worship appeared to be spiritual. Tabia zao katika hekalu lilionekana kiroho. Anything that appears from the external to be spiritual
spiritual, chochote kilichoonekana kuwa kiroho kwa nje, they were so professional about it. walikuwa wataaluma ya ile maneno, Appearing to be humble before God in the synagogue. kuonekana wanyenyekevu mbele za Mungu katika When the sinagogi. time of prayer came, they humbled themselves. Wakati wa maombi ulipokuja, walijinyenyekeza. They supposedly to be humble before the Lord. Walionekana kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. While in the inside they were full of pride. Ndani yao walikuwa wenye kiburi mno. Pride had taken them afloat. Kiburi ilikuwa imewachukua. They appeared to be giving unto the Lord in the synagogue. Walionekana wanaotoa mbele za Mungu kwa sinagogi. While on the inside they were full of pride. Kwa ndani walikuwa wamejaa kiburi. How I pray in the name of Jesus. Ninavyoomba kwa jina la Yesu. You and I, we reside in a capital city of Kenya. Wewe na mimi tunaoishi katika mji mkuu wa The Kenya. economic hub of Africa. Pale ambapo ni nyumba ya fedha ya Afrika. Billionaires and the poorest reside in the city. Mabilionea na maskini wanaishi mji huu. Greatest synagogues are in the city. Sinagogi kuu zaidi ziko kwa mji huu. On the other hand, smallest congregations are found in the city of Nairobi. Vile vile mkusanyiko mdogo unapatikana kwa mji wa Nairobi. Every Sunday we meet believers walking with their big Bibles headed to the church. Kila Jumapili tunakutana na washirika wakibeba Biblia kubwa kanisani. They greet one another. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, brother. Wanasalimia, asifiwe Yesu Bwana, asifiwe Yesu bibi. They have put on nice suits and nice dresses. Wanavalia suti nzuri na rinda nzuri. They walk as holy Christians. Wanatembea kama Wakristo watakatifu. They greet one another as holy than thou. Wanasalimiana kama watakatifu. And when they enter into the Na synagogue, wakiingia katika sinagogi, from the outside indeed they are Christians. kutokea nje kwa kweli ni Wakristo. That was the same trend in the city of Sardis. Ile ilikuwa hali kama ilivyo mji wa Sardi. But I thank God that Jesus spoke. Nashukuru Mungu Yesu alizungumza. He appeared unto John at the Patmos Island. Akamuonekania Yohana kwa Patmo. And he reminded him. Akamkumbusha. And he said, you know what, John? Wajua nini Yohana? The church in Sardis Kanisa pale Sardi had built such a reputation ilikuwa imejenga jina of being alive in the spirit. ya kuwa hai kiroho. But this has now remained and based on the external appearance. Lakini hii imehusika na mtazamo wa nje. But ultimately on the inside they were hollow. Lakini hususan kwa ndani walikuwa watupu. And the outside they kept the name Sardis alive. Na nje wakadhibitisha jina Sardi kuwa I want hai. to thank God for the testimonies that were given in this place. Ningependa kushukuru Mungu kwa ushuhuda zilizotolewa. It is so glorifying unto the name of Jesus. Ni ya utukufu kwa jina la Mungu. How I pray that we will sustain that power and anointing. Ninaomba Mungu tutaweza kuulinda nguvu na upako ule. That we will not remain hollow. Tusisalie watupu. They had compromised the holiness of the name of the Lord. Walikuwa wametia chachu utakatifu wa Mungu. We are living in a city Tunaishi katika mji where people do different things at certain time. ambapo watu hufanya vitu kadha kwa wakati kadha. But when they come to the house of God, Lakini wakija kwa nyumba ya Mungu, they walk like believers. wanatembea kama They waumini. speak like Christians. Wanazungumza kama They Wakristo. behave like believers. Wanajifanya kama Wakristo. Hallelujah. Hallelujah. They sing like we sing. Wanaimba They tunavyoimba. give like we have given. Wanatoa tulivyotoa. I don't know whether to call it giving. Sijui kama niite kutoa. I don't know whether to call it praise and worship. Sijui kama niite kusifu na But we kuabudu. tend to behave like Christians. Tunajifanya kama Wakristo. But the Lord has impressed upon my spirit. Lakini Mungu ameweka kwa moyo wangu, Under the anointing and action of the Holy Spirit, chini ya upako wa Roho Mtakatifu, that Revival Apostolic Church
kanisa la kimitume cha uvuvio, will receive this message from the Lord. tutapokea ujumbe huu kutoka kwa Mungu. How you began in the spirit, tulivyoanza katika roho, and we have sustained our spirituality. na tumeweza kumiliki uroho Yet on wetu, the inside, lakini kwa undani we are hollow. tuko watupu. Today, in the name of Jesus, Leo kwa jina la I Yesu, pray that God of heaven, ninaomba ya kwamba Bwana wa who mbingu touched on John aliyemgusa Yohana and spoke and said, na akanena na kusema, I am the one who was dead, mimi ndiye niliyekufa, but now I am alive. lakini sasa niko And hai. I come to you today. Ninakujia leo, Write everything I will tell you. andika vyote nitakavyokuambia. This message, take it to Sardis church. Ujumbe huu peleka kwa Sardi, Take it to Sardis church. peleke kwa kanisa la Sardi. Allow me to finish Nikubalie laying kumaliza the background of Sardis church. kuweka historia ya kanisa la Sardi. Amen. Amen. The spiritual deadness may have resulted this church to silently begin to compromise the spirit. Kifo cha kiroho cha kanisa hili linashawishi kuweza kuua mambo yao ya kiroho. They could worship, Wangaliabudu, but on the inside they are dead. lakini kwa mwili wao au kwa roho zao wamekufa. Pastor, what are you saying? Mchungaji, unasema nini? Praise God. Amen. Where I come from, Inapotoka, when we were growing up, tulipokuwa tunakuwa, we were a group of young boys playing in the village. tulikuwa vijana wadogo tukicheza katika village band. And there was one of us, or if any one of us, during December, when people has come from the city, Watu walikuwa Disemba wakitoka katika mji. that's when people would buy Blue Band, Hapo ndipo watu wangenunua Blue Band, buy Kimbo, and buy Tarino, mafuta na soda, Pepsi, and they come with it. na waje na. So when you go to play in the home that somebody has come from Kampala or Nairobi, Ukienda kucheza kwa boma ambayo mtu ametoka Kampala ama Nairobi, because there is no bread to apply Blue Band, kwa sababu hauna akili ya kupaka, we would dip our fingers into the can and take Blue Band and tungeingiza mkono au vidole kwa Blue Band na tuanze kulamba. and when we meet the owner of the house, nyinyi mmekula Blue Band. Tukikutana na mwenye nyumba we say not, Na iko hapa. and it is here on the mouth. So where I come from, we say Inapotoka tunasema you have licked the Blue Band, umelamba, but you wipe your mouth. umelamba kisiagi na unapanguza mdomo. Sardis was a church. Sardi ilikuwa kanisa. Amen. Amen. The Spirit of God has left long ago, Roho wa Mungu aliwaondokea, but they pretend like the Spirit of the Lord is within them. lakini wanajifanya Roho wa Mungu ako nao. This is a sad story to tell. Hii ni historia isiyo ya This is kupendeza. a sad affair to preach about. Hii ni ujumbe ya huzuni kuhubiri, But God was concerned. lakini Mungu alihusika. There is a difference. Kuna utofauti. Praise the Lord. Amen. There is a difference. Kuna utofauti. Ryan, come. Ranjo. Kuja mbio, wewe una nguvu. Kimbia tu. Kikombe ndio sitakupa, lakini mbio. Kneel down. Piga magoti. Usihofu, hata mimi naweza piga na wewe. Don't fear, I can kneel with you. When Ryan is attacked by demons, Wakati Ryan anapigwa na mapepo, you are blessed, so you will not be attacked. umebarikiwa, so But I'm utapigwa. using you as an example Na kutumia kama mfano to talk about Sardis church. kuzungumzia kanisa la Sardi. So when Ryan is attacked by demons Ryan anapopigwa na mapepo and he begins to cry out, ah! na anaanza kulia, The difference between an empty church believer tofauti kati ya kanisa lililo tupu and a church that is full of the Holy Spirit. na kanisa lililojaa Roho Mtakatifu. The one full of the Holy Spirit will lay hands Aliyejaa Roho Mtakatifu atamwekea mkono and cast out demons, na akemee mapepo and they will leave na wataondoka without much drama. bila drama mingi.
Where the Spirit of the Lord has left. Ambapo roho ametoka. Touch your neighbor. Ambia your neighbor, wake up. Wake up. Don't continue being an evidence of what I'm talking about. Usiwe ushahidi ya ninayohubiri. But when you begin now to dramatize casting out demons as instructed by the Lord. Ukianza kuleta mizaha kuondoa mapepo. Who are you? Wewe ni nani? Where did you come from? Ulitoka wapi? Speak. Nena. Nitakunyonga. I will squander you. Nitakupiga. I will beat When you. you begin to dramatize, Unapoanza mizaha, it is a sign ni ishara that you are camouflaging from outside. ya kwamba unajifanya kutoka nje. That is where the church in Sardis had reached. Hapo ndipo kanisa la Sardi lilikuwa limefika. That is just an example. Huo ni mfano tu. When it comes to giving, Inapokuja kwa kutoa, you have 10 notes of 100 shillings. That's 1,000. uko na noti 10 ya 1,000. I'm finishing on laying the background of the church in Sardis. Namalizia kuweka ile msingi ya kanisa la Sardi. You take out 50 shillings. You go and change. Unaenda unafanya Out of the 10 notes you have of kutoka 100 shillings, noti ulizo nazo za 100, then you get 50 bob. unapata 50. And you walk very majestically, which is good. Unatembea kwa ujasiri, Coming to give. unakuja kutoa. During 50 bob, Unatoa 50 out of the 10 notes of 100. toka kwa noti 100. So the last 100 note you have changed to 50. Kwa hivyo 100 ya mwisho umebadilisha mpaka 50. And you give. Na unatoa Very majestically. kwa ujasiri. It is true you have given. Ni kweli umetoa. But it is also true you have not given. Lakini vile vile ni kweli hujatoa. That's the kind of the church in Sardis that I'm talking about. Hiyo ndio aina ya kanisa Sardi nazungumza. When it comes to matters walking in holiness, Ikija kwa mambo ya kutembea kwa the utakatifu, church in Sardis was dead. kanisa la Sardi lilikuwa Now, limekufa. church, kindly understand that the book of Revelation, Kanisa tambua kitabu cha Ufunuo. it talks about the things that shall come to happen at the end time. Inanena kuhusu mambo itakayotimia siku za mwisho. When the Lord is about to come and rapture the church. Bwana akiwa karibu kuja kunyakua kanisa. But I'm trying to break it down in a way that, Pastor, we can comprehend it. Najaribu kuivunja ambavyo mchungaji tutaelewa. This church in Sardis had quite a number of issues that were to be addressed. Kanisa hili la Sardi lilikuwa na mambo kadha za kuzungumziwa. It was so complacent that it talked about the past rather than the present. Ilikuwa imelala sana mpaka inazungumzia yaliyopita badala ya yaliyopo. Now, Pastor Sulfano, this is what I'm saying. Mchungaji Sulfano anasema Somebody has given a testimony of what the Lord did. mtu ametoa ushuhuda yale Mungu alitenda. That's good. Hiyo ni sawa. But we need to have an evidence of what the Lord is doing today. Lakini tunahitaji ushahidi ya yale Mungu anatenda leo. That is the proof that the Spirit of the Lord is within us. Hiyo ndio ushahidi Mungu yuko nasi. Sardis was left to talk about the past. Sardi ilibaki kuzungumzia yaliyopita. When the Spirit was amongst them. Wakati Roho alikuwepo nao. At the time of John being sent. Wakati wa Yohana kutumwa. They had no evidential stuff to show. Hawakuwa na ushahidi za kuonyesha. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. That the Spirit of God shall be livened in our midst. Kwamba Roho wa Mungu atakuwa hai tena kwa mioyo That yetu. we shall begin to tackle the issues of today. Tutaanza kumenyana na mambo ya leo. Now, in this passage of scripture that we spoke about, Sasa kwa maandiko haya tuliyozungumzia, Jesus is telling John Yesu anamwambia Yohana to write unto the church of Sardis. aandikie kanisa la Sardi. And he's describing who he is. Na anazungumzia yeye ni nani. He's the one that holds the 7 spirits. Yeye yule aliyeshikilia vito 7 saba. stars. Roho na nyota And he saba. says, I know thy works. Najua matendo yako. And I know the name that liveth. Najua yanayoishi. And yet you are dead. Na umekufa. He begins in verse 2 to sound a warning. Mstari wa pili anatoa onyo. Be watchful. Uwe mwenye kukesha.
kuyaboresha, and strengthen the things which remain, ukayaimarishe mambo that yaliyosalia, are ready to die. yanayotaka kufa. For I have not found thy works perfect before God. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele Human za Mungu. nature is such that Huwa akiasilia kimwili when ni the kama Lord begins to correct our behavior, Bwana akianza kubadilisha when tabia God zetu, begins to deal with our attitude, Bwana akianza kufanyia kazi when matendo the yetu, Spirit of God begins to deal with our human nature, Roho wa Mungu akianza kufanyia kazi asilia we yetu, begin to fight back. tunaanza kumenyana. And that is when the Spirit of God comes in. Hapo ndipo Roho wa Mungu anaingia, Because no weapon formed against you maana hakuna silaha iliyotumwa kinyume chako that shall exceed or shall succeed. itakayofaulu. It shall not prosper. Haiwezi faulu. Hallelujah. Haleluya! It is at that point that we Ni say, katika hali hiyo it is tunasema, not by power, sio kwa nguvu neither is it by might, wala kwa uwezo, but by the Spirit of God. bali kwa Roho wa Mungu. The enemy is against you. Adui yuko kinyume chako, He does not want you to straighten the things that are remaining. hautaki unyoroshe mambo iliyoharibika. The enemy would not want us Adui hataki sisi to unmask the evil things in us. kufichua maovu anayotenda. Hallelujah. Haleluya! You begin to put on Unaanza kuvalia a new face. ile sura You mpya, begin to camouflage unaanza kujifanya what you are not. ambacho wewe sio. I pray to God Ninaomba Mungu that we begin to walk tutaanza in kutembea a genuine manner. kwa hali ya ukweli, Be who you are. uwe ulivyo, Do not camouflage to be somebody else, usijifanye kuwa mtu mwingine, because there is a God maana kuna Mungu in heaven aliye who mbinguni sees in secret. aonaye kwa giza. He told John, Akamwambia I Yohana, am the one who was dead, mimi ndiye niliyekufa, but now I am alive. lakini sasa niko I hai. am the Alpha Mimi ndiye Alfa and the Omega, tena the Omega, first and the last. mwanzo tena mwisho. God whom we are serving Mungu tunayetumikia has no beginning, hana mwanzo neither has an end. wala hana mwisho, He's alive, anaishi alive forever. na anaishi I milele. came to tell the church, Nilikuja kuambia it kanisa, is our time. ni wakati wetu Straighten up kuweka mambo yetu wazi, things that are remaining. mambo yaliyosalia Let us take aside wacha tuondoe our camouflage tunavyojifanya kiroho and face the reality. na tutizame ukweli. Amen. Amen. Let us begin to bring together Wacha tuanze kuleta pamoja our weak points, mahali petu pa unyonge, because the Lord is saying, be watchful maana Mungu anasema tuwe wa and kutizama strengthen the things which remain, na tutie nguvu vinavyosalia that are ready to die. ambavyo ziko karibu For kufa. I have not found thy work perfect before God. Sijayapata matendo yako kuwa sawa mbele za Mungu. Remember therefore Basi kumbuka how you have received jinsi ulivyompokea and heard, na jinsi, and hold fast and repent. na usike na kutubu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Let me slow down a bit and say this. Acha niende chini na niseme hivi. In the book of Genesis, and we were touching a bit of it yesterday in one of the pastoral visits. Katika Mwanzo tuligusia jana katika In kutembelea chapter kwa number 8 of the book of Genesis, mlango wa 8 wa Mwanzo. the Bible talks about the floods during Noah's time. Biblia inazungumzia kuhusu gharika wakati wa Noa. And in verse number 1 it says, and God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark, and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama na kila kilichokuwa ndani yake pamoja, na katika safina Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji When yakapungua. God had released the floods Wakati Mungu aliachilia gharika for 150 days, right? kwa siku It 150, rained day and night. ikanyesha usiku na The mchana. floods rose up to the highest level. Gharika zikainuka mpaka viwango vya juu. But this came a time that God remembered Noah. Lakini zilikuja wakati Mungu akamkumbuka Nuhu. Because when he had remained
his way. Kwa sababu wakati alikuwa amealia kutizama kuweka mambo yake sawa. Hallelujah. Hallelujah. When Noah and the few people, 8 of them in the ark, Nuhu na watu 8 katika ile when they safina, made up their mind walipofanya to kazi katika straighten their kusanya, ways, kuweka mambo yao kuwa while in the ark, walipokuwa kwa floating safina on the flood, wakiangalia the gharika, Bible lets us know Biblia inatujuza God remembered Noah Mungu alikumbuka Nuhu and all the animals. na wanyama It is wote. unfortunate Ni ya kustaajabisha in the mno entire population of human race, kwa wanadamu wote it ulimwenguni, was only Noah, ni Nuhu tu, his wife, mke wake and his sons na vijana and wake daughters-in-law. na wale A binti wake, total of 8 people watu 8 amongst the entire millions of people. kati ya milioni ya watu. The rest were animals. Wengine walikuwa wanyama. When they were determined in their hearts Waliposhukia mioyoni and mwao repented in their hearts, na kutubu katika nafsi zao, while floating on the flood. walipokuwa wako juu ya gharika. Oh, hallelujah. Haleluya. It brings me remembrance Inanikumbusha about a man kuhusu mtu who was sent to Nineveh aliyetumwa Nineve to go and preach the gospel, kuhubiri Injili, but he chose to go to Tarshish. akachagua kwenda Tarshishi. And when the whale swallowed him, Wakati zile nyama while ilimweza, in the whale's stomach, akiwa tumboni mwake, while in the belly of the whale, akiwa tumboni mwake, he determined to straighten his ways. akashaukia kuweka mambo yake sawa. Bible tells us Biblia the inatujuza whale went and vomited him mamba ikamtapika on the seashores. katika fuo. This is the same thing Hii ndiyo ile that happened to Noah. ilimtendekea Nuhu. While they were in the ark, Walipokuwa kwa they safina, desired in their hearts walishaukia to mioyoni straighten their ways. kunyoosha njia zao. Bible lets us know Biblia inatujuza God Mungu remembered Noah. alikumbuka Nuhu. Amen. Amen. And in verse number 20, Mstari wa 20 what does it tell us? inasema nini? Give me a mic very quickly. Nipatie kipaza sauti. I cannot preach and read. Siwezi hubiri na nisome. Verse 20, Mstari wa 20. when Noah came out, Nuhu alipotoka ndani. amen, Amen. after the Lord remembering Noah, Baada ya Bwana kumkumbuka Nuhu, he sent the wind, akatuma upepo, and the wind caused the floods na upepo ukasababisha gharika to subside. kuweza kutulia. And for several days he kept sending the bird to go and check Na kwa siku kadhaa katuma ndege kutizama until the water had fully subsided. mpaka maji yakakwisha. Now in verse number 20, Sasa mstari wa 20. because Noah had purposed in his heart to straighten his ways. Maana Nuhu alishaukia kunyoosha njia zake. Noah had purposed in his heart Nuhu alishaukia moyoni to straighten his ways. kunyoosha njia zake. When they came out of the ark, Walipotoka katika safina, after the Lord remembering Noah, baada ya Bwana kumkumbuka Nuhu, what did Noah do? Nuhu alitenda jinsi gani? What did Noah do? And Noah builded an altar unto the Lord, And Noah builded an altar before the Lord. Nuhu akajenga madhabahu mbele za Mungu. and took off every clean beast and every clean fowl and fair burnt offerings on the altar. Because there was nothing much that was still living, Maana kukuwa na vitu vingi vilivyokuwa hai, he took among the birds and animals that had come out of the ark, akachukua kati ya wanyama waliotoka katika safina, those that were clean, waliokuwa safi, and he burned an offering unto the Lord. akachoma ama akateketeza dhabihu mbele za Bwana. What happened after burning the offering? Nini ilitendeka baada ya kuchoma? Church, I want you to listen to this. Kanisa, nataka We are msikize. talking about the church of Sardis Tunazungumzia kanisa la Sardi that had become complacent about the spiritual things of God. lililotulia kuhusu mambo ya kiungu. Amen. Amen. Read for us. And the Lord smelled a sweet savor, And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, and the Lord said in his heart, I will not again curse the
ground anymore for I man's will sake. not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of a man's heart is evil from his youth. Because the imagination of you and I Maana mawazo yangu na mimi is always evil. ni maovu. What made God to swear? Nini ilimfanya Mungu kuapa? What made God to stand firm and declare? Nini ilimfanya Mungu kusimama wima na Is kutangaza? when Noah Ni Nuhu began to straighten his ways, alipoanza kunyoosha njia zake, and out of the ark built an altar. na kati ya kutoka kwa safina He did akajenga not madhabahu. camouflage himself. Hakujifanya, He knew he was a sinner. alijua yeye ni mtenda He dhambi. went before the altars Akaenda mbele za madhabahu, and gave a burnt offering. akatoa dhabihu ya That is what kuteketezwa. made God to make a declaration. Hiyo ndio ilimfanya Mungu kutangaza, Not again will I curse the ground. sio tena nitalaani Not uwanja. again will I finish the world with floods again. Sitamaliza ulimwengu na gharika Not tena. again will I finish the world with fire. Sitamaliza ulimwengu na moto tena. It took one man Ilichukua mwanaume mmoja who recognized he was sinful aliyetambua alikuwa mtenda dhambi, and chose to straighten his ways. akachagua kunyoosha njia zake. Oh, hallelujah. Haleluya! That is why we are alive today. Ndiposa tuko hai leo. The Lord knows we are evil. Bwana anajua sisi ni But waovu, because of one man lakini kwa sababu ya mtu who mmoja acknowledged our weaknesses, aliyetambua udhaifu wetu, because of one man kwa sababu ya mtu who mmoja recognized his failure, aliyetambua kuchoka because kwake, of one man kwa mtu who mmoja acknowledged his sinful, aliyetambua kumtenda the dhambi, Lord had to swear, Bwana ilimbidi kuapa, never again hatawahi tena will I finish the world kuimaliza ulimwengu or curse the ground. ama kulaani ulimwengu. The church of Sardis, Kanisa la Sardi, the Lord is telling John, Bwana anamwambia Yohana, identify wewe tambua the things that are wanting mambo yaliyo ya kushangaza and repent. na utubu. Don't camouflage. Usijifanye. Pastor, sasa hii church ya Sardis na Rak hapa ni wapi tunafanana? Where do we meet? Pastor, you clearly said Sardis was in Asia. Pastor alisema Sardi ilikuwa kule What Asia. is the similarity? Tunahusika vipi nao? Hallelujah. Amen. The best fashions and the worst fashions are in this city. Fesheni nzuri na mbaya zaidi ziko kwa mji huu. The best. Za You can kupendeza. find the most expensive suit in Nairobi Unaweza pata suti depending ya on the shop kulingana na you duka have entered. umeingia. You can also dress 3/4 naked in this city. And Pia you have unaweza- bought a dress or a trouser or a shirt very expensively. Pia unaweza valia nusu uchi katika mji huu. Listen to me, church. Isikie I'm kanisa. not an entertainer. Mimi sio wa kufanya Of course, mzaha. I'm not looking for votes. Sitazamii au kutafuta kura. I'm preaching the word of God. Nahubiri neno la Mungu. Nairobi is the capital city Nairobi ndio of mji Eastern mkuu Central Africa. wa kule kusini na kusini. Statistics say so. Hesabu inasema hivi. As a matter of fact, there are people when they land in Nairobi, they say they have already reached, in our language, London, Kwa kweli kuna wale wakiingia Nairobi wanasema wamefika London because of the skyscrapers. kwa sababu ya zile mijengo Everything mikubwa. should be found in Nairobi. Kila kitu inapatikana Nairobi. But we as believers, Lakini sisi kama waumini, amen, amen. should we equate ourselves to the things of Nairobi? Je, tunahitajika kukusanyika ama kuwa kama In Nairobi? Nairobi, there is a way people pray when in church. Kuna Nairobi kuna vile watu wanaomba But the kanisa. moment they walk out of the doors of the sanctuary, Lakini wakiondoka katika kanisa they become totally something else. wanakuwa vitu vingine tofauti. What is it that we must do? Ni nini lazima tutende? When we call for prayer, Tukiita maombi, how many of us are willing to come and pray? wangapi wako tayari kuja na When kuomba? we say we are fasting and praying, Tukisema tunafunga na how kuomba, many amongst us wangapi kati yetu genuinely fast and pray wanafunga na kuomba kweli for the needs of the church that have been put forth to us? kwa mahitaji tuliyopewa kanisani? These are genuine questions that we must ask ourselves. Hizi ni maswali ambayo tunahitaji kujiuliza. When we are walking alone Tukitembea peke yetu at our places of work, mahali petu pa kazi, do we still remain believers je, sisi tunasalia or we Wakristo become something else? ama tunakuwa vitu vingine? For example, Kwa mfano, we have TikTok, we have Facebook, we have
WhatsApp, and we have all these social things. Tuko na vitengo kama hivyo katika. What is it that we post there? Ni nini tunayoweka pale? Today while I'm here, leo nikiwa hapa, let me say this. Wacha niseme. I find time. Napata wakati. And I watch what you post on your status. Mi utizama mnavyoweka katika status zenu. Including today. Hata leo. And I have connected purposely. Na nimeweza kuweka kwa kusudi. So that I just click at random. Ili niweze kuangalia tu. Nimeenda kwa status. I've gone to the status. So I'm scrolling to go to 3 names. Naenda kwa majina matatu. Of the saints here. Washirika hapa. Amen. Amen. One has said, how different generations wear their pants. Mwingine anasema vizazi tofauti. That is a saint here. Huo ni mshirika. And I'm seeing how the person is dressed. Amekazia longi hapa. That is a saint who has posted. It is here. Huo ni mshirika ameweka. At random. Yeah? How different generations wear the pants. In the year 2000, 2010, 2015. Huyo ni mmoja. Let me go to another one. Let me go to another. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Yes, yes. Another one has posted Agwambo. Mwingine ameweka Agwambo. Andika hapa anasema, when you do things, akisema ukifanya mambo, don't expect men, usitarajie watu to be grateful to you. Kukuheshimu. But you are doing it for posterity. Unatenda kwa usa. Number 2. Number 2. Let me go to the third one. Watatu. At random. 1st November 2025, my prayer every day is for Chelsea to win. Maombi yangu ni Chelsea kushinda. It is here. Those are believers. That is a saint of here. My prayer. Chelsea na kuombea ungae. Chelsea, I pray for you. That's what they have posted. Let me go to another one. Those are the Christians I'm talking about. And I did not plan. I have just gone at random. I can give you, and you just scroll and click to any one of them. I can see you are praying that I stop there. Unaomba niachie hapo. Let me sample one more. Wacha niangalie mwisho. Hallelujah. Amen. Yes, let me say, I can do all things through Christ who strengthens me. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Hey. What is it that you post as a believer? Unaweka nini kama muumini? I restrain myself so much not to comment. Nazuia kujibu. I watch, you know, as a father. Kama baba. When you are seated. You just want to find out what do your spiritual children go through. Nataka kujua wanawako wa kiroho wanapitia nini. So today I have seen somebody is in church and I thank God that person is here. Nashukuru mtu huyo. All of the people I have read today by God's grace, they are all here. Watu wote wako hapa. Even the one that has posted fashion is here. Hata wa fashion. The one who has posted Agwambo is here. Wa Agwambo yuko hapa. And wa Chelsea is here. And the one for Chelsea yako. And huyo wa I can do all things through Christ is here. Hata sasa ajabu sijaangalia timing. Na wengine wanapost hata akiwa hapa. Some even post while in church. Hata ukiangalia time because kama ni saa 5:30 ulikuwa hapa. If it's 11:30, why are you not in church? Sardis pastor is in the continent of Asia. It is not here. Mchungaji wa Sardi, so mchungaji. Pastor, where do we come in? Mchungaji tunakujia wapi? This is what I'm saying, Brother John. Nasema hivi. Sardi was a church Sardi ilikuwa kanisa of highly educated people. Watu waliosoma. Because it was the capital city. Maana ilikuwa mji mkuu. People who are highly educated. Watu waliosoma. In the simplest term, they are smart people. Ni watu walio na akili. They work smart. Wanafanya kazi na akili. They also serve God smart. Pia wanatumikia Mungu kwa akili. Even if they are singing, they are smart. Hata kuimba ni kwa akili. Even the way they carry their Bible, it is smart. Hata jinsi wanabeba Biblia ni. So they know what to do when and where. Wanajua kufanya wapi na watu wa akili. In the context of a city dwelling. Katika hali ya so hata pastor anapangwa tu leo kwa vile pastor amegombana sana for the last few weeks about dressing decently. Kuhusu kuvalia vyema. Atajua hajui. He will know, he doesn't know. So on Saturday dress mzuri nawekwa Jumamosi wanaweka. So Sunday wakiingia nasema yenyewe kuna mabadiliko
mabadiliko. There is some change. Ngo. Wakichomoka tu hapa. When they are out, Nikae hapa nitoke hapa 340. I live here at 340. At 340 I live here, nianze kupiga kona kwa mguu. Ni visanga tu nitaona. Ni Mungu tu ndiye anajua. That's our nature as human beings. Hiyo ni asilia yetu kama wanadamu. Pastor, you didn't have a message? Mchungaji hukuwa na ujumbe. Do I look like somebody who is very happy about what I'm teaching? Kama mtu nimefurahia. God requires the sick to enter the church. Mungu anahitaji wagonjwa. We lay our hands on the sick and they are healed. Tuwaekelee mikono God wagonjwa. requires those that are jobless. Anahitaji They wasio na enter into the kazi. church. We lay our hands on them. Wanakuja And the tunaekelea Lord mikono. becomes Jehovah Na Jireh. Mungu He anayehova supplies their needs. Anapeana God mahitaji. requires Anahitaji those that have been not married, those wasiolewa, that are walking under curse, walio chini ya laana, when they enter the church, wakiingia we kanisa lay our hands on them. tunaekelea mikono. We break every yoke. Tunavunja kila They are nira. set free. Wanawekwa huru. And they receive their Na marriages. wanapokea ndoa zao. God requires Mungu anahitaji those that are barren walio as tasa they enter the church, wakiingia kanisa, because they are spirit kwa filled, sababu tumejazwa roho, walking under the anointing. tutembea chini ya upako, We lay our hands on them, tukiwaekelea mikono, and the Lord opens their womb. na Mungu That's anafungua. what the Lord requires us. Hivyo ndivyo Mungu anahitaji, Not to talk about history. sio kuzungumzia historia. We thank God for what He did yesterday. Tunashukuru Mungu alivyofanya jana. And there is a scripture here Kuna andiko hapa, in the book of Timothy, Timotheo wa pili, chapter 4. I want somebody to read this. Chapter 4 verse 3 4:3 and verse 4. mstari wa 4. And I'll be closing. Nitakuwa nafunga. And I'll tell you what I need us to do Nitakwambia tunachohitaji kufanya as the church of Rock. kama kanisa la Rock. Read for us. Tusome mchungaji. Yes, chapter number 4, Second Timothy, sorry. Timotheo wa Second pili, Timothy chapter 4 verse 3, 4 and 5. 4:3 mpaka 5. Yes. Chapter 3. Chapter 4 Chapter 4. verse 3. Okay. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. In these last days, Siku hizi za mwisho, Paul instructs Timothy Paulo anamwamuru in Timotheo regards to teaching of the word of God. kulingana na kufundisha neno la Mungu. And he's warning Timothy as a young pastor, Anamwonya Timotheo kama mchungaji saying, mdogo. Timothy, Timotheo, always stand for the truth, wakati wote simamia kweli. because time shall come Wakati utakuja when they will not endure sound doctrine. watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, After their own lusts, ila kwa kuzifuata they will heap to themselves teachers. watajipatia waulimu With the teachings na mafundisho that itches their ears. inayowasha masikio yao. Can you imagine, pastor? You enter a church, you sit like Brother John, you are seated, and somebody comes and slaps you back, left, right, center, and you say, thank you, amen, amen. And somebody is just slapping, Wanakupiga kofi, and you are just saying amen. unasema amina. Last days, Siku za those are the teachers people want. hao ndio walimu watu wanataka. People want men and women in the so-called men and women of God who sell water, who sell oil, who sell handkerchiefs. Those are the kind of teachers that we need, dwellers of the city like you and I. Hao ndio watu tunaotaka kama wenye mji kama mimi na wewe. Who today will come and say, I saw a black python. Atakuja aseme niliona nyoka ya nyeusi. And tomorrow he will tell you, I have seen a white cockroach. Na kesho nitasema niliona And the next one tells you, go and bring a tail of a frog. enda ulete mkia That is the kind of teachers Nairobi saints require. hao ndio walimu na Paul is wahubiri. warning Timothy Paulo anamonya Timotheo, that remain and teach sound doctrine, lia na ufundishe because ukweli, in time
Rosie, maana wakati unakuja when people will not require sound teaching. hawatahitaji ukweli. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. There are teachings when we stand and declare them here. Kuna mafundisho tukianza kuhubiri Everybody hapa, will be standing kila mtu atasimama, because it is itching the ears. maana inawasha masikio yao. Amen. Amen. You feel good. Unahisi vyema, So you have no reason not to stand and shout hallelujah. hauna sababu ya kutosimama na kusema When haleluya. I stand here and say from tomorrow Nikisema second, kuanzia kesho tarehe tomorrow 2, is third. tarehe 3 na From 3rd November, kuanzia tarehe 3 Novemba, in that week you will get a visa. kwa hiyo wiki utapata visa. Sasa utapata visa na hata passport huna. You want a visa and you don't have a passport. But because I have said what you want to hear, But because nimesema unachotaka you will kusikia, shout amen. utasema Glory. amen. Glory, Papa. Glory. Hallelujah. Thank you. That is the gospel they want to hear. Hiyo ndio injili wanataka kusikia. But guess what? Lakini The bashiri, Spirit of the Lord is telling us Roho wa Mungu in anatuambia the coming days, siku people zijazo will not endure sound doctrine. watu hawatataka mafundisho ya Verse number kweli. 4, what does it say? Mstari wa 4, And they shall turn away their ears from the truth, and they shall be turned into fables. They shall turn away from the truth, and they will sit very comfortably to listen unto stories. watajiepusha na wasikie hadithi. Stories cannot forgive sin. Storia haziwezi kusamehe dhambi. Fables cannot heal your life. Mastori haziwezi ponya maisha yako. Stories cannot break the yoke of the enemy. Story haziwezi vunja nira ya It shetani. takes the anointing of the Spirit of God Inagharimu upako wa Roho wa Mungu to scatter the evil fairy darts of the devil in your life. kuvunja kila nira ya adui maishani It takes mwako. the anointing Inagharimu upako which is holy, ambayo ni takatifu, not stories. sio historia. Verse 5. Mstari wa 5, But watch thou in all things, But watch thou. lakini endure affliction, do the work of an evangelist, Right? make full proof of thy ministry. Paul closes by telling Timothy, Paulo anafunga kukuambia Timotheo, as a man who has been taught the truth, kama mtu aliyefunzwa ukweli, be watchful. kuwa macho, Watch all that you do. uwe wa kiasi unayoyafanya, Endure affliction. vumilia mabaya, Be patient. vumilia, Be patient and endure affliction. vumilia mabaya mchungaji, And you will overcome. na utayashinda. He says, Anasema do the work of an evangelist. fanya kazi ya mwinjilisti. In other words, do not stop preaching the gospel. Kwa neno mengine, usiache kuhubiri He injili. says, make full proof of your ministry. Anasema thibitisha injili yako. I am very confident what I'm teaching today Niko na uhakika ninachofundisha is leo according to the will of God. kulingana na mapenzi The ya Mungu. church of Sardis Kanisa la Sardi camouflaged itself. liliweza kujifanya, They forsook the anointing of the Spirit wakawacha upako wa Roho, and they began to behave like they are fully filled. wakaanza kujifanya wamejazwa Roho, And the Spirit of God had left them. na Roho wa Mungu alikuwa ameondoka. How I pray in the name of Jesus Navyoomba kwa jina la that Yesu, the Lord will hear our cry wacha Bwana asikie maombi and the Lord will yetu. help each one of us. Bwana atatusaidia kila mmoja That we wetu, humble ourselves before the Lord tujinyenyekeze mbele za Mungu and do like Noah did. na kutenda alivyotenda Nuhu, Give a sacrifice kutoa dhabihu of our evil deeds ya matendo yetu maovu before the Lord. mbele za Bwana. Jesus said, Yesu akasema, come unto me, njoni kwangu all ye that are heavy laden, nyote mliosumbuka na and I will mizigo, give you rest. nami nitawapa pumziko. The Lord is calling upon the church Bwana anaitia that kanisa we draw closer to him tumsongee, and he will forgive our sin. atasamehe dhambi zetu. Let us put away every evil deed in our lives. Tuweke kando kila maovu Let us maishani, run away from the fashion of this world tukimbie fesheni za dunia hii and run back to the word of na God tukimbilie neno la Mungu and embrace to walk in the truth, na kuweza kutembea katika the ukweli holy word of God. la neno la Mungu la lililo Praise takatifu. the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. You cannot desire to enter into Kenya Defense Forces Hawezi shaukia kuingia katika KDF if you are not willing to endure
the tough training the military goes through. Kama hauko tayari kuvumilia mafunzo ya military. I don't know whether we have any one of us here who went through that. Don't lift up your hand. Usiinue mkono yako. But at least I know. Sikuna watu hapa walipita kwa hiyo. There are people here I know. Hello. 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 It is not easy. Sio rahisi. Kukilaimbu umebeba gunia kwa mgongo kilo sijui 50. Unapanda with a sack of 50 na upande kutoka asubuhi mpaka jioni. From morning to evening just going up and down. Now Thomas, you and I, Tomaso and we want to speak in new tongues. Tunataka kunena kwa ndimi. And behave like now we are the one who are healing people. Tujihisi ni kama tunaponya watu. Saying I declare you are healed. Natangaza umepona. Yani you Thomas and Justus now Thomas. You are decreeing John to be healed. Because it is not God's power, it is you. Maana sio nguvu za Mungu ni zako. But when we call, let us come and fast and pray. Tukiita kufunga na kuomba. That is for the pastor. Hiyo ni ya mchungaji. As pastor ulikuwa umepromise unamaliza. Pastor, you promised you're finishing. Namaliza kwa kusema hivi. I'm finishing by saying this. The God whom we serve is not a respect of persons. Mungu tunayetumikia haheshimu mwanadamu. If you draw closer to him, ukimsongea, he will allow the move of the Spirit upon your life. Atakubali roho wa Mungu maishani. And when you pray, God will answer. Ukiomba atasikia. When you cast out demons, it will obey and leave. Kemea mapepo zitatii na kuondoka. Because it is the power of God upon you. Ni nguvu za Mungu juu yako. Not power of man. Sio ya mwanadamu. Let us desire, church, tushaukie kanisa, to draw closer to our God. Kusongea Mungu wetu. Paul told Timothy, Paulo akamwambia Timotheo, make full proof of thy ministry. Thibitisha. Every single one of us here, kila mmoja wetu hapa, has a gift. Uko na kipawa. But there is a problem. Kuna shida. We don't want to pay the price. Hatutaki kulipia gharama of our gifting. Ya kipawa. We must be willing to pay the price of sharpening our gifts. Lazima tuwe tayari kulipia gharama kuweza kunoa kipawa zetu. Amen. Amen. If we are going to walk in the power of the Spirit of God, ikiwa tutatembea katika nguvu, let us all rise up on our feet. Tuinuke kwa miguu yetu. And I finish reading my scripture in chapter 3 of the book of Revelation. Namalizia Ufunuo 3. It says in verse number 4, mstari wa 4, thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi. And they shall walk with me in white for they are worthy. Watatembea nami kwa nyeupe, maana si wasafi. Today as we stand here, leo tukisimama hapa, I want to thank God nataka kumshukuru Mungu that there are still some kuna wengine hapa amongst us kati yetu who have not defiled their clothes. ambao hawajachafua mavazi. They have not defiled their speech. Hawajachafua vinywa. They have not defiled their hearts. Hawajachafua mioyo. I want to be that one person nashaukia kuwa mmoja who has not defiled his thoughts or her thoughts. ambaye hajachafua mawazo. I want to be that lady, that man who has not defiled his spiritual life. ambaye sijachafua maisha yake. I want to be among the few nataka kuwa kati ya wachache that the Lord told John, ambaye Mungu aliambia Yohana, there are still a few in Sardis bado kuna wachache katika not defiled their ways, ambao hawajachafua njia zao. In verse number 5, na katika mstari wa 5, he says, he that overcometh, anasema atakayeshinda shall be clothed in white raiment, atavalishwa mavazi meupe. And I will not meupe. blot out his name out of the book of life. Sitaondoa jina lake But I katika will kitabu cha confess uzima. his name Nitakiri jina before lake my Father mbele ya Baba yangu and before his angels. mbele ya malaika. God is not willing to allow every single one of us to be lost. Mungu hatarajii sisi wote kupotea, but he is so welcoming each one of us, lakini anatukaribisha sisi sote that we may repent before him. tuweze kutubu mbele zake. I beseech you, brother. Na kuomba ndugu. I beseech you, my sister. Na kuomba dada. We are living in the capital city. Tunaishi katika mji mkuu. But we are the children of God. Lakini sisi ni wana wa Mungu. Tusiige mfano wa kanisa la mjini. Let's not let us be believers. Let us be Christians. Tuwe waumini. Let us come to the altars of God for prayer. Tukuje kwa madhabahu. Let us seek the Lord in our lives. Tumtafute Bwana maisha. Let us walk a holy life. Tuishi maisha matakatifu. Let us embrace the truth. Tuweze kustahimili ukweli. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And verse number, the last verse. Mstari wa mwisho.
Verse 6. Mstari wa 6. He that has an ear, Aliye na sikio, let him hear acha na asikie. what the Spirit saith unto the church Asemalo Roho wa Bwana mbele ya kanisa of Sardis. na Sardi. If we do not straighten our ways, Tusiponyoosha njia zetu, we shall remain quoting what the Lord used to do in the past. tutasalia tukitaja yale Mungu alitenda hapo mwanzo. We need to have present day testimony Tunahitaji kuwa na ushuhuda za sasa, of what God is doing. kile Mungu anatenda. We thank God for what he did, Tunamshukuru kwa aliyotenda, but we need to thank him more for what he is doing now. tunahitaji kumshukuru zaidi kwa anayotenda sasa. Now, what is it that we need to do? Tunahitaji kutenda nini? We need to call upon his name. Tunahitaji kulitia jina lake. I'm just concerned. Nimehusika tu. I wish there was another way that God can anoint somebody. Nashaukia kuna vile Mungu angepaka mtu If mafuta. there could have been another formula Kama kungekuwa na njia nyingine, that God can use you Mungu anaweza kutumia without seeking him in prayer, bila kumtafuta kwa maombi, without walking a holy life. bila kutembea maisha I takatifu. wish there was another way out, Nashaukia kungekuwa na but njia, there isn't. lakini hakuna. The only single way that we must follow Njia tu moja ya kufuata as believers kama waumini, is to repent of our sins, kutubu dhambi zetu, run away from sinful nature, kukimbia dhambi and follow after the truth na kufuata ukweli and holiness, na utakatifu. without which Bila no dhambi. man shall see the Lord. Hakuna atakayemwona Mungu. Today, as I conclude this message, Leo ninapomalizia ujumbe, each one of us kila mmoja wetu is obligated ako na jukumu to seek after the will of God kutafuta mapenzi ya Mungu in your life. kwa maisha yako. Because Paul tells Timothy, Paulo anaambia let Timotheo, us make good proof of our calling, wacha tuthibitishe wito of wetu our gifting. ya kipawa chetu. Every single one of us here Kila mmoja wetu has been called with a gift ameitwa na kipawa in the house of God. katika nyumba ya Mungu. And you need to sharpen your gift. Na unahitaji kunoa And that kipawa. can only be done through prayer. Hiyo inaweza tendeka tu kwa And maombi. today I want to give you an opportunity Nataka kukupa fursa to go before the Lord kwenda mbele za Mungu. and lift up your voice. Na uinue sauti yako, Lift up your hand. uinue mikono yako. Yes, I know you are going through so much, Najua unapitia mengi, but there is a God in heaven lakini kuna Mungu who mbinguni does not slumber. asiyelala. There is a God in heaven Kuna Mungu mbinguni who does not go for a journey. There is a asiyesinzia. God in heaven Kuna Mungu who mbinguni is always watching ambaye over his children. anatizama juu ya wanono I wake. want you to pour your heart Nataka before him umwage moyo wako. and tell God, help me in this 21st century, Mungu nisaidie karne that hii. I may walk according to your ways, Nitembee kulingana na that you may mapenzi be yako. able to use me, oh God. Nitumie Bwana. Amongst us we have evangelists, Kati yetu na we have wainjilisti. teachers of the word of Kuna God, walimu wa neno la we have Mungu. pastors in our Kuna ministry, wachungaji. we have prophets in our Kuna ministry, manabii kati we yetu. have teachers of the word. Tuna walimu wa neno katika nyumba. Let God hold our hands Wacha Mungu ashike mikono as we yetu begin to pray tunapoanza kuomba in his presence. katika uwepo wake. Reverend will come and begin to pray together with us. The holy altars are open. I want us to go before the Lord in prayer, that God of heaven will release his spirit upon the church this afternoon, that as we begin to pray before him, the Spirit of God shall come upon us today in the name of Jesus. Every eye closed, lift up your hands and open up your lips. Inua kinywa chako na inua mkono. And the altar are open. Actual can change someone's eternity. Proverbs 11:30 reminds us that winning soul is true wisdom. Share the good news and witness the transformation firsthand. Join us in the life-changing campaign to bring souls to Christ. Together, let's be wise and bear the fruits of righteousness. Our efforts can be the tree of life for someone in need. Every soul counts. Make a difference by sharing your faith. Step out in faith and lead others to the path of salvation. As we bring souls to Christ, we become instruments of His grace. Let's bring hope, redemption,
and salvation to those in darkness. Join us in the mission of love as we bring souls for Christ and save a life.